Kwa ndo naamua kuniache hivi mume wangu kweli? Kwa nini unakuja kuzungumzia hapa nje tena? Haya mambo tumeshazungumza ndani na tukamaliza. Unataka kuwapa watu faida. Miezi 4 mume wangu, 4 kabisa upo Kongo, mimi nakusubiri wewe tu. Nimekwambia lakini nikirudi tutazungumza. Naomba nielewe. Sio kweli, haukuwa hivi mwanzo. Nadhani kuna mtu ambaye upo naye. Nisikilize mke wangu. Naomba niende nikamalizane na matatizo ambayo ninayo sasa hivi, alafu nitakurudia. Sasa mimi ni mwanamke hapa, itakula na kushiba na ni mkeo, sio haramu kwako. Naomba unielewe. Chaza. Hivi unavyonifanyia, naomba visijirudi kwako, maana mimi naupenda moyo wako. Nimemwona kama akupendi simng'ang'anie. Wakati mwenzako anatimiziwa haja zake huko, afu unaumia natunza haja zako. Najua ni mwanamke mzuri wewe, pasi kuvuja machozi kwa ajili ya mtu ambaye hajui thamani yako. Unahisi mume wangu anipi? Wewe si mke kwake, na ndio maana ajali hisia zako. Weka mundani kama mbizi kwa mshahara wa kula tonge. Nadhani atakufikiria wewe ambaye amekuweka ndani kama mlinzi wa chumba, wakati anakutana huko na watu ambao wanakonga roho yake kwenye kila mkoa na nchi kadhaa anazokwenda. Tunukumuuni na kumjua roho marehemu anaziku fresh tu. Honey. Yes baby. I miss you too. Ndio mume wangu. Mke wangu, yaani nimechoka sana. Siwezi kufanya chochote. Naomba iwe kesho. Mume wangu. Asante. Haya, pumzika mume wangu. Asante. Tazas. Nimechoka kuvumilia mume wangu. Kwa nini lakini unifanyia hivi? Mke wangu, naomba unipe siku 2 tu niweke mambo yangu sawa kazini. Amka wewe.
Haja zako umemaliza ulikotoka, si ndio? Haja zangu namaliza na nani sasa wakati wewe uko hapa? Naomba unielewe mke wangu. Kuna mambo tu hayako sawa, ndio maana nafanya. Ikikaa sawa kila kitu kitakuwa poa. Ndivyo mlivyo madereva maroli. Hamwezi kukaa na mwanamke mmoja. Shida nini kaka? Mbona unaonekana una mawazo sana? Nina changamoto na shemeji yako. Tatizo nini? Tangu nimerudi sijamuingilia shemeji yako. Sijampa unyumba kabisa. Sana ni kwa nini? Au una wasiwasi naye? Hapana kaka. Yaani mimi nina matatizo. Kazini kwangu kuna kazi. Mimi nikushauri. Nenda kwanza kwa shemeji, katimize haja zake. Alafu hayo mengine utakuja kushughulikia tu kaka. Shida haziishi. Katibu kwanza nyumbani. Alafu hayo mengine tujue tutafanyaje baadaye. Mimi naenda hivi. Yaani kuacha. Sawa. Shani mke wangu. Unadhani nakufanyia makusudi? Kumbe unafahamu nini unafanya? Kuna kitu nataka niongee na wewe leo kama hautojali. Una kipi kipya ambacho napaswa kusikia kwa masikio yangu leo? Mimi ni sawa tu na mlinzi wa nyumba yako. Sio lolote, sio chochote. Na ndio maana hata hisia na mimi kuna. Ni vile ujui tu. Tangu nimerudi kwenye safari yangu ya Kongo, nimekuwa na majanga sana. Kiufupi, niliporudi na mzigo wa kopa sasa hivi, document hazijatimia. Kwa hiyo bosi anasema kuna kopa nimezipoteza. Inabidi nilipe kopa ambazo hazionekani kwenye document. Jambo la pili, inabidi nilipe thamani ya hizo kopa ambazo ni fedha. Na nikishindwa yote hayo, natakiwa nilipe kwa kwenda jela. Pesa ni nyingi sana. Kopa sijui nitazipata wapi. Naona kabisa jela ile pale inanisubiri. Siwezi kuwa sawa. Siwezi. Huyu naifanya hivi sio mimi. Naomba unielewe tu mke wangu. Basi maliza hizo shida zako za ofisini. Zikishaisha mimi nipo utaniona. Gaza. Samahani, tunaweza kuzungumza? Sawa.
Naomba unazime 30,000 alafu nitakurudishia ikijayo. Sina hela sasa hivi. Juzi tu bro umetoka nje. Alafu leo una hela? Sio kweli. Juzi tu. Kama unaona ni rahisi, mbona wewe umekosa hela hiyo? Unajua nyinyi madereva nyinyi hela zenu mnamalizia kwa wanawake. Yaani kila kituo mna mtu, kila kituo mna mtu. Sikia nikwambie. Tafuta kazi ili uache kulalamikia pesa za wanaume wenzako. Unaleta michongo ya dharau sio eh? Unaleta michongo ya dharau sio? Fresh. Takuonesha mimi ndo makofia. Utajua ujui. Mke wangu, mimi naondoka. Kwani lazima uniange jamani? Mke wangu, nisipokuaga wewe utapata wapi baraka zako? Baraka utazipata kwa wenye faida na wewe, sio mimi. Sawa. Na kuachia hela ya matumizi hapa. Shani rafiki yangu. Kwa hiyo unataka kuniambia kumvumilia kote huko ndio ameamua kukufanyia hivi? Wasiwasi wangu ni kwamba atakuwa na mwanamke mwingine. Huyu ameamua kukufungulia dunia kuwa unachotaka. Sasa basi, jiongeze. Yesi ameanza. Wewe maliza. Hey. Sara, unajua ni mume wangu wa ndoa kabisa. Shani, ndoa? Hiyo ndoano itaishia kukuchoma tu na kukunyima upendo wa kweli. Sasa wewe kaa hivyo hivyo. Sasa naanzia wapi kupata mwanaume mwingine? Hilo ndio loliacha. Hivi wanaume wote waliojaa hapa mjini unaanzia wapi? Una kasoro gani wewe? Yaani una kasoro yoyote? Wewe tu kuamua kwako. Jiongeze. Nina muda sijapata dawa. Utakufa na maradhi. Mwenzio akirudi mwepesi. Wewe sasa. Kama hivyo. Hayo ni maradhi rafiki yangu. Jiongeze uweze kuyatoa mwilini mwako. Shauri yako mwenyewe. Nimekuelewa bwana. Nimekuelewa. Au amechoka mapishi yako. Maana sisi mwanamke ubunifu. Si unajua? Lakini kila siku mapishi yale yale. Utachoka shoga yangu, jiongeze. Mimi mwenyewe si unaniona? Yaani sina shida mjini. Hapana. Wewe unafanya kila kitu. Anafanya kila kitu. Sasa nisikilize. Nataka nikupe mbinu ya mwisho.
Yaani hiyo akichomoka mimi basi ninawa mikono basi. Na kivyo vyote vile ninavyojua, sije kushindwa na jambo Saramia. Yaani hiyo lazima ingie kwenye 18 zangu. Hiyo itakuwa mbinu ya mwisho afu ndo konki. Utakuja kuniambia lazima atulie kwanza wewe. Unakaa unahuzunika wakati mimi shoga yako nipo afu sijaarishwa mjini. Tazas. Bibi, umefanikiwa kumaliza vita vyako? Kaka, vita ndo kwanza mbichi. Yaani kila napomsogelea yule mwanamke ana hasira kweli kweli. Mimi bado nakusihi. Usikate tamaa. Bibi, kuhusu hayo. Kaka, hao ndo wananivuruga sana. Wananivuruga mno. Sasa ukichukua Wahindi ukachanganya na matatizo nilionayo ya nyumbani, kaka, natamani kuchanganyikiwa. Kichwa kinataka kupasuka moto. Sielewi. Mtangulize Mungu sana. Upo katika wakati mgumu sana. Bila Mungu hautoboi. Asante. Unataka nikufanyie nini ambacho sijakufanyia? Mke wangu, unajua umefanya kila kitu kwangu. Kila ninachokipenda umekifanya. Sina jipya kwako. Na ndio maana uhisi chochote unapokuwa na mimi. Sina maana hiyo. Kwa nini unamaanisha? Hivi matatizo ya ofisini kwako yanahusiana nini na haki yangu ya ndoa Tazas? Mke wangu, unajua kabisa nina kesi kazini. Na nilikwambia kwa sasa hivi nipo kwa sababu ya kutatua hiyo kesi. Natafuta ushahidi ili niweze kujitoa kwenye hilo. Unataka nifanye kitu ambacho nitashangaza watu? Mke wangu, mimi kwa hili kesho naenda kukamilisha kila kitu. Alafu utarudi, nitakupa kila unachokitaka kwangu. Na iwe kweli, la si hivyo ndani hapa tokalika. Nateswa na baridi silali, naweweseka kulikosa penzi lako dosari. Natapika wakunipeleza amekuwa dhohari nyinyi. Nadhalilika zile njozi sizipati nzuri. Oh, hanipendi. Bali za asubuhi. Niko poa tu. Off kwako. Mmemkaje umeenda? Uko sawa. Najua maumivu unayopitia ndani ya tanuri la moto. Mimi na mume wangu tuko sawa. Nuru ya uso wako inaonyesha dhahiri kuwa una furaha. Ona mtazamo wako. Naweka chuma kwenye maji yenye chumvi, kidhani unakisaidia kisipate kutu. Kumbe ndio unakiteketeza. Iko ndicho anachopitia wewe. Dada. Leo mambo mazuri eh? Naona uso wako na bashasha. Unajua bosi amekubali kuchukua zile dogo. Wewe. Umo. Acha sasa hivi moyo baridi. Sasa nisikilize. Wewe kwa shemeji sasa hivi.
Nenda kasome hili swala. Yeye imeisha. Au si? Yeye imeisha. Leo nilikuahidi na nimekuja kwa sababu moja tu. Serious? Yes. Halo? Unahitajika ofisini haraka. Bosi, Njoo haraka sasa hivi. leo hii. Nani? Bosi ananihitaji ofisini. Muda huu? Anasema ni dharura. Inabidi niende kazini. Sasa unanichaje? Please. Acha niende kazini. Narudi sasa hivi mke wangu. Hauendi popote mpaka unipe haki yangu. Ni bosi ameniita. Na unajua nina matatizo mangapi. Naomba nipite. Twende wote huko kwa ofisini ukanipe haki yangu. Mke wangu, narudi sasa hivi. Sawa? Kama umenichoka basi niambie niondoke. Tazas! Tazas. Unaniacha hivi jamani? Acha nimwai bosi. Tazas. Stahili kupata hii adhabu. Hii ni adhabu kali. Wewe ni Lulu. Na kwa mwanaume yeyote atakayekuona kwenye macho yake, upasi kuwa chemchemu ya machozi na moyo wako kuwa kichaka cha maumivu. Usikubali chuma chako kiliwe na kutu kwa kuhifadhi kwenye maji ya bahari. Niko sawa. Usiudanganye moyo wako kwa kuficha maovu ya mumeo. Siku mwema. Wakati yeye amekuacha jangwani ukiwa na kiu kali, yeye anakwenda kulala na wanawake wengine. Linauma sana. Amepigiwa simu na bosi wake. Taratibu ndo utaanza kuingia kwenye mfumo.
Hivi Shani rafiki yangu, utalia mpaka lini? Kwani huyu mwanaume amekuwa pumzi kwamba ukimwacha basi utakufa, si ndio? Nimechoka sasa kumvumilia. Yaani mimi tu na hili tumbo langu, huyo baba mwenye hili tumbo akileta za kuleta nampiga chini na maisha mengine anaendelea. Shoga yangu, sembuse wewe huna kizuizi chochote, piga chini, tafuta mwingine wewe. Shauri yako. Kaniandaa akaniacha vile vile, na ninakwambia muda huu unavyoona mpaka sasa hajarudi. Aha. Uwe shoga yangu ujue kakuchoka. Na ndio maana amekufanyia hayo yote akakuacha popo. Na usikute hata sio bosi wake. Weka lagabaho. Iongeze. Mimi nishachoka. Sasa naenda kuomba talaka yangu. Shoga yangu, hapo ndo umeongea maana. Ila sasa bado usikimbilie kuomba talaka. Muonyeshe kama na wewe unaitwa huko barabarani na una uwezo wa kupata mwanaume wa aina yoyote ile. Hapo baada ya kumuonyesha hivyo vyote, dai talaka yako. Lakini sio kirahisi rahisi, sijakushauri bado. No. Nakuja sasa hivi. Kwa sasa unaenda wapi? Ndo natoka kwa bosi wako sasa hivi, si ndio? Ndio. Walimkamata yule mwizi wangu. Kwa maana nikaenda. Wewe ni polisi mpaka ukamkamate? Sasa mke wangu, ile kesi sinanihusu mimi jamani. Ilibidi tu niende. Acha kunifanya mtoto mdogo na kudanganya kila mara. Najua huwezi kunielewa lakini inabidi unielewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kukuelewa upuuzi na unaniambia. Mke wangu, mimi nilijua nikifika hapo utanishangilia kwa kurudi salama. Na kwa bahati nzuri kesi imeisha, ni swala la kumshukuru Mungu. Hivi unahisi mimi ni msukule wa kuwa kila unachokifanya mimi nikupongezee wewe? Sasa kwa taarifa yako nimechoka. Unajua kama sisi ni wanandoa. Mimi na wewe ni mke na mume. Tena halali. Kwa hiyo leo hii ndio unagundua kama sisi ni mke na mume. Hata hivyo umechelewa baba. Kuanzia leo mimi na wewe ni kaka na dada. Hebu acha ujinga huo unaongea. Unaongea nini? Kwako wewe ni ujinga. Kwangu mimi namaanisha kwamba kuanzia leo mimi na wewe basi. Yaani umetoka huko ulikotoka, mmefanya upuzi wenu, umechafuana mnavyojua kuchafuana. Ukaona hapa ndo pakuja kujisafishia, si ndio? Yaani unaingia bila wasiwasi unakuja kuoga. Unaogea huko ndani, umetoka huko ulikotoka hujaoga. Sasa ukimaliza kusafisha uchafu wako, uniandike taraka yangu.
Mwenzangu amechukulia hasira, anahisi namdanganya. Ni kweli, ila ulipaswa kuja naye hapa tulizungumze kiundani zaidi, tungelipatia ufumbuzi. Mama Shani amekuwa mbogo, kila unachomwambia haelewi. Ni mkali kweli. Lazima ni mwanamke yoyote angewaza kama Shani anavyowaza. Sawa, mimi nitakuja naye kesho. Bora ufanye hivyo. Usipokuja naye nitawafuata huko huko. Sawa, acha mimi nikuache. Haya, ila akigoma unabudi kunipigia simu. Sawa. Hapo sasa umenikosha. Unajua unikosha? Yaani ndio umekuwa mwanamke na nusu kamili. Nikwambie sasa. Na masuperwoman wote wanatakiwa wawe na maamuzi kama ya kwako. Yaani unaondoa takataka zote za kwenye moyo na kuacha moyo ukiwa safi kabisa. Leo nimempa mwenye kaondoka nyumbani. Sawa. Na hapo sasa shoga yangu ndio unatafuta zile sababu ili upate talaka yako shoga yangu. Kuondokana katika hicho kifungo cha kukaa juu. Maana nataka kumuonyesha sasa kama na mimi naweza. Shoga yangu, umekiona kitoto cha 2000 iko? Yaani hizo ndo type zangu hizo. Mbona mdogo sana? Mdogo? Hizo ndo type zangu, watoto 2000 hao. Wana hatari. Na ninavyokuambia mwenye ili tumbo kabisa, mwenye ili tumbo rasmi likaishi. Watoto wana balaa. Watoto wana hatari hao. Yaani usijichanganye, wanakusafisha kila kona na kukuacha mweupe. Shoga, siwezi. Hauwezi. Ama kweli uzuri wa ngoma, ingia ucheze. Yaani uzuri wa ngoma shoga yangu, ingia ucheze. Na wewe na ile sufuria lako ulopikia makuni, yani amejaa masizi. Ukimpata mtoto 2000, analisugua, analisafisha, analiacha jeupe. Sijui unanielewa? Aha. Lakini sio kwa kitoto kama kile. We, watoto wana hatari hawa. Tena usijichanganye, wana balaa hawa. Ndugu yangu, sitoweza. Sio kwa kitoto kama kile. Siwezi. Wale ndio watoto 2000. Twende bwana, siwezi. Ya DJ, nipigie biti niingize voko, yani mimi niondoke. Nipigie biti niingize voko, yani mimi niondoke. Wengine zuga tu hawana lolote. Wanaleta gasi ya makofia nisitoke. Kama kikugasi, achana nao, njoge mtoto tule nyasi. Oyo, mimi shadata, goga hodi fungua, uzae mapacha. Watu oyo. Kipaji kipo. Uliko wapi? Na kwa nini nakupigia simu zangu? Kipaji kipo kikubwa sana shagondo. Wewe ukiondoka na kukuuliza maswali mengi. Sio kawaida yako kuondoka ukachelewa kurudi usinipe taarifa. Nimefungua ukurasa. Lakini mimi nilikuwa kwa mama. Sasa kujua ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini na ulikuwa na nani? Wacha juu yako. Hapo ndo mimi ninapopataka hapo. Nataka kila kitu chao kikwame.
Mama anatuhitaji kesho twende kwake. Sitaweza. Nenda hospitali. Lini utakuwa na muda twende? Nimechoka sana. Mwacha kunisemesha usiku bwana. Nitakujibu kesho. Lakini mke wangu, tungeenda tukumsikiliza mama. Nimesema nitakujibu usiku, nimechoka. Mke wangu. Hebu acha kunishikashika bwana. Mbona ukipumzika huwa sikusumbui? Mke wangu, njoo basi wala. Sitaki kuguswa na wewe. Daude. Hii. Hivi ulikuwa wapi mwanzo nikuulize? Umeniteka akili na mawazo, leo niulizwe tena nini? Tazasi. Za siku salama. Yaani najisikia nimeokota embe kwenye mkorosho. Wewe. Mama jambo. Mama jambo. Wewe. Namshukuru Mungu. Alafu mbona unaadimika kiasi hiki? Hapana dadangu, unajua kazi zetu za barabarani, kutwa kucha wanashinda barabarani. Unafanya? Unasikia umeoa? Ni kweli nimeoa. Kwa umeshindwa kutuambia si dada zako. Kwa hiyo ukituambia sijui tutakuja kufanya nini kwenye sherehe yako. Hamna dada, hata sio hivyo. Ni mambo tu alikuwa mengi, alafu sasa unajua si hatuna mambo mengi. Ni usiku naoa, asubuhi anapika chai. Kwa hiyo ilikuwa ghafla tu nikaamua kuoa. Lakini wewe ni dada. Utamuona tu hisi yako. Nitamuona, lakini sikubali. Lazima mfanye sherehe kidogo na sisi tuje tucheleke kwenye shughuli. Sawa, kama dada ukisema hivyo mimi ni nani nikataa? Huwezi kukataa. Unakaa huko. Sasa unajua nini? Yaani nashukuru. Hapa nilikuwa najiandaa nitoke niende mitafani hapo. Twende nyumbani kwanza basi. Usiniambie unakaa huko. Nakaa huko, nimehamia juzi. Mimi mwenyewe nakaa nyuma tu hapo. Na huko mtaa huu? Asante Mungu. Hebu twende basi. Filmation Tanzania. Wendo na tuburudisha. Wako wapi? Wewe naye muda wote ulikuwa wapi? Wako wapi? Tulia. Shani tulia. Tena usinijie juu kama utakifua. Huyu ni mume wangu. Hata kama Shani, lakini usinifanye nijute kukupigia simu juu. Nataka utulie. Hapa ndo kazini ambako haga na niaga naenda. Yes. Nisikize nikwambie. Mimi na wewe hatujui. Isipokuwa inatakiwa twende mlango wapo.
maana nimeona wameingia hapo. Wendo na tuburudisha, wendo na tupagawisha, wendo na uturusha, umepandwa na mizuka. Karibu. Wendo biko kufungia wameza watu, si ndio? Wendo biko kufungia wameza watu. Nakuuliza, naongea na wewe. Shani, mwache bana. Nini? Hapa ndo kwa bosi wako? Shani, hutaki kutumia mihemko yako hiyo ulionayo. Huyu ni dada yangu. Hapo kwanza nicheke. Kwa shemeji, dada yako ndo mnakumbatia na barabarani kote huko. We. Kaa kimya. Hili halikuhusu. Hivi masikio sina useme nimesikia kwa watu, nimeona kwa macho yangu mmeongozana, kataingia huko magengeni, madukani kote, mnakuja mnaongozana mpaka mnafika hapa. Shani, acha ujinga huu, ndio ugoni wenyewe. Shoga yangu, dai talaka yako, mambo yaishe. Naomba tukazungumza nyumbani. Twende. Kuchukua umeza watu tu. Una nini wewe? Sina shida yoyote. Nataka talaka yangu. Yule ni dada yangu, mtoto mama yangu mkubwa. Tensas. Nimechoka na ngonjera zako. Nimekukuta ndani ya chumba cha mwanamke eti unaniambia eti dada yako. Umetukuta tukiwa utupu? Au umetukuta tunafanya mapenzi kwenye kitanda? Kukukuta ndani ya chumba cha mwanamke inatosha. Kwa ushahidi kwangu. Yule Sara, mjinga yule, ndo anakupoteza. Mjinga mwenyewe. Ambaye umekosa haya mpaka nakufumania.